tuchukue mizigo na virago zetu ndio tuhame. Bwana asifiwe. Tuende tukatafuta mahali tutafanya nini? Tutashiba. Bwana asifiwe. Hata wao wenye wameenda sio nini. Utakuta mahali watashiba. Bwana asifiwe. Na ikiwa huku kulikuwa na njaa, kwani mlikuwa mnataka wakati? Bwana asifiwe. Haya, tuko na kijana nimeona anasoma na kukakawa, wakiona kukojaa wakasema ni vizuri twende tukatafute kitu ya kukula nchi nyingine. Bwana asifiwe. Kukawa ni Naomi na Elimeleki. Bwana asifiwe. Wakakaa chini wakaagana kama vile baba wangu hivi anaweza agana na pasa, kwa sababu sasa tumekaa matangi sana, tuhame twende Kangemi tukae huko. Bwana asifiwe. Kuongea hivyo wakiambiana twende tukatafute chakula. Bwana asifiwe. Lakini kuna kitu moja nataka kuambia, ukinena hii neno ukuwa utakuwa na usiwe utakuwa kwa hasara. Bwana asifiwe. Ukitembea. Bwana asifiwe. Elimeleki wakaambiana na Naomi, wakaambiana ni vizuri twende Moabi tukatafute chakula. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo nchi tunasikia kuna mavuno, kuna mikate, kwa hivyo twende hiyo nchi. Bwana asifiwe. Naomi wakaambiwa na watoto wao wawili, Elimeleki na nani mwingine? Ni Kilioni na nani? Na Maaroni. Bwana asifiwe. Hao ndio watoto wenye walikuwa wanaume. Bwana wasifiwe. Na Naomi akaona sitaacha watoto wangu nyuma, nitaenda na wao ndio twende tukatafute kitu ya kukula. Bwana asifiwe. Naomi wakaambiana hizi chakula tukienda huko tutafute kutakuwa kuzuri, kwa sababu hatutakuwa njaa. Na ndio unaona hao wangesema twende kwa nabii tutafute chakula, kwa sababu Gideoni hawezi. Bwana asifiwe. Wakaenda wakatafuta, lakini wakati walitafuta hizo chakula kwa hiyo Moabi, Bwana asifiwe, kukuta mashida yenye walikuwa nayo. Bwana asifiwe. Wakati walienda huko, kuna wakati watoto walifika mahali wakakufa. Ndio. Mzee akakufa. Kwa hivyo hasara ikaingia kwa boma. Bwana asifiwe. Hakuna kitu mbaya kama kuambiwa twende Roiro, tufike Roiro, tupewe tushibe, lakini ukuwa watoto hauna. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna shida. Umefika Roiro, nyama umepewa, umekula, lakini unahesabu hasara. Bwana asifiwe. Ni vizuri kuhesabu hasara. Na kwa nini wewe unataka kuhesabu hasara? Unabebewa akili na mwingine. Bwana asifiwe. Ati tunaweza enda, kuna nabii kwa pale Roiro anasema hiyo chati yenu sio mzuri. Hiyo sio mzuri chati. Naona huyo pastor tunatoka Kangemi ako na devil worshiper. Bwana asifiwe. Mwenye kwa devil worshiper anakaa kwa rent. Unaweza kaa kwa rent. Mwenye kwa devil worshiper anakaa pale pazuri. Bwana asifiwe. Na ana drive kitu mzuri. Mnamwona na gari? Mnamwona na gari? Hapana. Mnamwona na nini? Anatumia boda, si ndio? Na anaweza kuwa anapokea hizo pesa zote, alafu akose kutumia gari zenye zinahitajika. Kwa hivyo Naomi akafika mahali wakaenda. Na ni vizuri kwa sababu walibeba mizigo na wakabeba watoto. Mimi nafikiria hakuna kitu waliacha kwao. Ndio. Wakienda Moabi. Bwana asifiwe. Kwa sababu walikuwa wameamua ni kuhama, tumehama. Kama vile naweza fikiria nihame Kangemi, nikuje hii area, hakuna kitu naweza acha Kangemi. Ndio. Bwana asifiwe. Nitabeba watoto wangu, nibebe mzee kwa sababu ni wangu. Washirika niwaambie tunaenda kwa Roiro, kila mtu aende mahali anataka. Bwana asifiwe. Kwa sababu sio wangu. Unajua hawa washirika siwezi wafunga na leso. Bwana asifiwe. Wataenda soma hapo pengine. Kwa bila watoto wawili. Bwana asifiwe. Unafikiria kuacha na watoto wawili ni mchezo? Miri analia anataka mtoto, na Miri Mungu atampea, kwa sababu mimi nilikaa miaka 9. Kwa hivyo ni kitu nimejua na ninajua mahali anapitia. Bwana asifiwe. Na mimi mama yake namuombea sana na nampenda sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo atambariki. Unafikiria kuachwa na watoto ni kitu rahisi? Mimi mwaka mwingine niliachwa na hapo ameona jua, lakini nilisikia uchungu sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuachwa na watoto sio mchezo. Kwa hivyo Naomi wakati aliachwa na watoto alisikia uchungu mwingi sana, kwa sababu watoto wamemwacha. Bwana asifiwe. Mchungaji, hao watoto wako hawako, walikuwa wamezaliwa mahali pengine, walikuwa wamekuja kutembea
alafu waende. Bwana asifiwe. Nimekwambia hiyo ndio group yenye umebakishiwa ndio ufanye kazi.